Say it was a headache. It was a headache. And that time sasa ndo tunaona gari sasa zinaanza kuingia sasa, zile zilizotoka da. Kwa gari zile zimeanza kuingia, ile team up iloko imeongezeka, ikaenda ikashambulia mzigo chap ikaweka mzigo chini pale. Tukaanza kufunga screen ile kubwa ya katikati ile. Tulifunga kidogo sana. Lakini sasa inategemea ile structure ya juu iweze kufika mahala pake ili ya chini ifungwe and then tuendelee. Sasa kwa sababu huyu mtu kashatukwamisha saa 9 ile, hamna kitu kinachoweza kuendelea. Mind you, tuko site toka tarehe 23 asubuhi, sasa hivi tunazungumzia ni tarehe 24 saa 9 alfajiri. Hatujalala by that time. So baadhi ndo kama huyo wa trust alikimbia bila kuaga, wengine waliaga wamechoka wakaenda kupumzika, tukawa tumebaki wachache site. So basi sisi ikabidi tuendelee kufunga screen la katikati. Tunamsubiria huyo mtu wa trust aje ananili atupe hivyo vifaa tunavyohitaji ili tuendelee na kazi yetu. Sasa kwa bahati nzuri au bahati mbaya, saa 9 kuelekea hapo asubuhi sio mbali paka kucha. Umeona? Sasa wakati pamekucha, mimi sikuweza kwenda kulala kwa sababu ilibidi sasa tuanze kustructure tena ile screen iliyofika sasa muda ule, kushusha ule mzigo na nini, tukaanza kustructure ile screen pale chini. Kwa nikajikuta pamekucha, nikaruhusu vijana wangu wakaenda kupata chai kidogo kwa sababu wao walikuwa wamepumzika the whole time wakati mimi tunafanya hiyo structuring. Pamefika asubuhi, ile structure haijafika inapotakiwa kufika. Haiko strong vile sisi tunavyoamini kwamba iko strong kiasi hicho. Hatujajiridhisha kwamba hiki kitu tunachokifanya hapa juu kweli kina uwezo wa kuhimili mikiki ya hii show yote. Kwa asubuhi tukakutana tena wote again, team of engineers pamoja na planner pamoja na designer. Again tukakutana wote asubuhi around saa 2 nadhani. Now here the worst part. Tunakutana sisi asubuhi, Mondi kaingia. Tunapewa taarifa kashashuka airport, anakuja kwa ajili ya ukaguzi wa awali wa stage and everything. Basi Mondi akaja. Kwanza ilianza kuingia timu kwetu and then akaja Mondi. And then Mondi akawa anafanya na timu yake ya Wasafi, walikuja wakaanza kufanya ukaguzi wa awali. Na kama kawaida jamaa akiingia inabidi kidogo mtulie kwa sababu bwana kuaga na timu kubwa. Kwa hiyo sasa na sisi tunafanya kazi za vyuma and everything, kwa hiyo inabidi tu pause. Usije ukajikuta unawahi kikamdondokea mtu kitu. Kwa hiyo inabidi tu pause. Kwa hiyo tukapause pale kwa muda. Akafanya ukaguzi wake wa awali, nadhani akapewa pia brief na Ahmed kwa sababu Ahmed ndo alikuwa the whole planner. Akapewa brief na kila kitu pale. And then wakatoka. Sasa walivyotoka wao baada ya kufanya huo ukaguzi wao, sasa sisi tukarudi kwenye table tena kwamba guys, we have to cancel the above thing. Hiyo structure hapo juu inatakiwa cancel kwa sababu haiko strong. Hatuna muda tena wa kusema kuiweka hiyo strong iwe vile strong tunavyohitaji sisi, na kwa sababu hatuna huo muda na imetuchukua huo muda wote, basi bora cancel, tubaki na hiyo structure ya huko nyuma and then tuangalie tunafanya kitu gani huko nyuma kikubwa. Kwa hiyo setup ambayo nyinyi mnaiona imekuwa executed haijakamilika, na ingekamilika ilikuwa ni noma sana. Kwa hiyo tukashusha ile structure ya juu ambayo ilikuwa ni kama roof inaangalia chini. So tuliposhusha ile structure ya juu tukabaki na ile plain site ya nyuma. Then tukaanza sasa speed, yani utakuwa unaona hapo the way tulivyokuwa tunakimbizana na kuikamilisha hiyo kazi. Kwa hiyo the whole setup ile unayoiona wewe, ile setup imefanyika kuanzia tarehe 24
mpaka tarehe 25 siku ya tukio. Yaani ile setup imefanyika siku hizi 2, ikiwemo kuna siku 3 ambazo hatukulala mfululizo kwa sababu ilikuwa ukilala, yani huo muda wa kulala unautoa wapi? Mimi I do remember ndani ya masaa ndani ya siku 3 mimi nilipata masaa 4 kama sio 3, 4 kama sio 3 ya kupumzika tu. Ilifika mahala nasinzia huko natembea. Ilifika mahala hivyo. Hiyo yote ni kusababisha show iweze kutokea, iweze kufanyika na iwe kwa ukubwa ambao watu walikuwa wanauona na watu walikuwa wanautarajia huko nje. So tarehe 24 ilikuwa ndo siku ambayo ilikuwa ina mchakachaka mkubwa. Yani ilikuwa ni siku ambayo ukiniita jina langu site, una dakika 1 ya kujielezea shida yako, na dakika 1 yenyewe inaweza isiishe, ni kuelewe, tutafute solution, tuachane, kwa sababu hakukuwa na mtu mwenye muda. Kila mtu alikuwa yuko speedy. The sound engineer yuko speedy, the screen guy niko speedy, the light guy yuko speedy. Yani kila mtu yuko speedy. Ilikuwa weka kipande cha screen niweke taa, weka kipande cha screen niweke taa, kwa sababu wewe wa screen ukikaa, mtu wa taa umemchelewesha. Mtu wa taa akikaa yani mimi ni mtu wa Scamford akikaa amenichelewesha mtu wa screen. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Sasa na Scamford pia kuna baadhi ya sehemu ikawa inahitaji support. Kwa hiyo kuna sehemu nikifika kwenye kufunga screen inabidi ni stop. Mtu wa Scamford yuko wapi? Njoo ufunge hapa. Ile kazi it was a headache. Really headache. Lakini kwa sababu tuna experience ya muda mrefu sana kazini, tuliweza kuiexecute. So tukakutana na team asubuhi, tukaidraft tena upya. Sasa this time around tukakata structure ya juu, tukakubaliana tuikate structure ya juu and then to play na ile plain site. Sasa here the thing happening, hatukufanya kitu kinaitwa replanning. Tulikutana tu tukakubaliana kukata structure ya juu and then tukaachana, kila mtu aingie site. Sasa kwa sababu hamjafanya kitu kinachoitwa replanning, kukatokea miscommunication. Light guy anaongea lake, screen guy anaongea la kwangu. Tunatafutana. The designer anaongea la kwake, stage designer naye anaongea la kwake. Kupishana kazini ni kawaida. Na kupishana kwetu haikuwa kwa ubaya. Haikuwa kwa ubaya. Ilikuwa ni kwa uzuri na kutoa kitu kizuri. Na kupishana sio kwa ngumi au ugomvi, no. Ni kwamba mimi mtu wa screen nasema screen naiweka hapa, na light guy ananiambia hapa naweka taa. Kwa sababu hatukufanya replanning. Okay, tukaiona hiyo gap wote kwa ujumla, tukasema njoo tukafanya tena kikao. So this one sasa ndio ilikuwa is a very productive meeting, ambayo ndio ilikuwa meeting ya mwisho kabisa kwenye hii event kwa sisi kufanya. Tukakutana tena all engineers. Sound engineer akasema speaker nataka zikae hapa, zitilt hivi. Light guy akasema nataka lights zikae hivi. Screen guy nikasema structure itakuwa hivi. Designer tukakubaliana mchoro tutatwist hivi kidogo. Designer, kila mtu have come to conclusion kwamba now this is it, this is what we are going to execute. Tukakubaliana wote, tukaingia site. And this time ukitoa Mondi kuja kufanya ukaguzi wa awali, ukitoa miscommunications zilizotokea, this time ilikuwa tumesha push, tunakaribia mchana, nadhani around saa 5 fulani hivi. Saa 5 saa 6. Kila mtu anajua ni nini anafanya, ni nini anatakiwa kufanya ili kazi iweze kwenda. So tukaanza kukimbizana. Tumekimbizana mpaka kufikia saa 5 usiku nadhani. Structure ya screen yote ilikuwa imekwisha fungwa. Nadhani unaweza kaimagine ni nguvu kubwa kiasi gani imetumika. Structure ya screen yote ilikuwa imeshafungwa. Screen zote zilikuwa zimekwisha waka. Sasa tunaingia sekta ambayo wengi huwa hawaijui. Ndio hichi kitu ambacho pia kinanishawishi kushare na nyinyi. Sekta ambayo watu hawajui, wanajuaga tukishafunga screen, tukishafunga lights, tunawasha kama tunavyowasha TV ya nyumbani au kama unavyowasha taa yako ya sebleni. Watu wengi huwa wanajua ni it's a fast thing. Hapana, it's a process. Kufunga ni jambo moja,
kuwasha, kwa mimi mtu wa screen, kuwasha screen zote zikawaka ni jambo lingine. Kuhakikisha screen zote sasa zina signal, kwa maana zinapata picha. Mara nyingi kwenye signal tunaweka test mode, tunaweka zile rangi kwamba zote, nikisema kijani zote zinakuwa kijani, nikisema nyekundu zote zinakuwa nyekundu, zote nikisema zote namaanisha the whole stage. Hilo ni jambo lingine. So now tumemaliza kuwasha, tumemaliza kuweka signal kwamba zote sasa, nikisema red red, nikisema green green. Baada ya hapo inafuata section inayoitwa configuration kwenye screen. Light guy pia akifunga kafunga. Cabling ni swala lingine. Ukimaliza unafanya addressing. Wakishafanya addressing and then ndio inakuja programming. Kama kuna kitu nitakuwa nimesahau, not the light guy, mtanirekebisha hapo kwenye comment. Lakini kila kitu kina process, kitu ambacho huwa wengi event planners, event what you can say, wanaoandaa event, yani wenye event zao huwa hawajui hilo, na nyinyi audience huwa hamjui kama there is a big process behind. So mpaka kufika usiku huu wa saa 5 saa 6, huu ndo muda ambao sasa nimeanza kufanya configuration. Hii tunazungumzia kuamkia tarehe 25 siku ya tukio. Maanake nikisema saa 6 tayari nipo tarehe 25 siku ya tukio. Nimeanza kufanya configuration. Mind you, toka naona kama siku 2 I didn't sleep. So nimechoka, lakini I have to keep going. Nataka kuanza configuration. Normally huwa nafanyaga mimi my style huwa nafanya configuration front of stage, pale mbele ya stage, nakaa katikati niweze kuona screen zote and then naanza configuration. Nimeshavuta cable za screen zote, zimekuja pale katikati. Nataka sasa kuanza configuration yangu. Naambiwa Mondi anakuja for the second time, anakuja kukagua site. He is a main artist, na ndio mlengo wa hiyo event, na ni wajibu wake kuja kufanya anachoweza kuja kukifanya kwa muda huo. Lakini I hate it. Why now? Kwa nini asije kabla sijafanya hivi, au aje baada ya mimi kufanya hivi? Why? So nahitajika nitoke pale, ni move, nikae another place kwa sababu yeye anakuja pale. So sina budi, ndio maelekezo yametoka. So nikatoka pale, nikahamia pembeni kidogo ya stage, nikaanza kufanya vitu vyangu. Akaja this time around, kwa sababu nilikuwa na deal na software tu, kwa hiyo nikaa niko pale naendelea kufanya software, na waagiza vijana wangu na badilisha cable hii peleka pale, badilisha cable hii peleka pale. Same thing kwa light guy, ilikuwa inaendelea hivyo. And then baada ya kuja yeye akafanya ukaguzi wake pale, then akaondoka. Mimi nikaendelea kufanya the configuration. So ile screen imenisumbua mpaka kufika saa 12 asubuhi. Sijatoboa. Nimetoboa nadhani ilikuwa ni ile screen ya katikati, sasa ndo na expand kwenda pembeni kuweza kuzijoin zote kwa pamoja. So mpaka kufika saa 12 asubuhi sijatoboa. Nikasema sasa nitadondoka site. Hapa nilipofika nitadondoka site. Ngoja niende nikapumzishe mwili kidogo. So nikaenda kupumzisha mwili. Nakumbuka niliondoka saa 12, nikarudi site saa 3 asubuhi. Kwa ni masaa 3, yes, ni masaa 3 tu ambayo nimeweza kwenda kupumzika. Ndani ya siku 3 mfululizo, ndani ya masaa 72 ni masaa 3 tu ndio ambayo niliweza kwenda kupumzisha fuvu langu. So tukarudi saa 3 site. Mimi nikarudi saa 3. The light guy ni kama almost ya kulala. Ni alifika ni kama tu alibadilisha nguo na kurudi. Naendo aliniamsha. Kuamka unakutana na miss call 40. Alafu hujasikia hata moja. Naweza kusema tu ni Mungu tu. Ni Mungu tu aliniamsha kwa muda ule, au ni malaika tu, maana hali iliyokuwa nayo ilikuwa ni mbaya sana. So nikaamka, nikajikokota, nikarudi site. So hii ndio ilikuwa siku ya event sasa. Ndo tumerudi site, nadhani ndio soko ukao naelewa pressure yake sasa. Yaani imefika siku ya event.